Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Tunaendelea na somo letu la kukanusha nafsi ya tatu umoja, wakati ujao. Wakati ujao. Sijui kama hiyo kalamu yangu mtaiona ama tutumie hii ya samawati. Wakati ujao. Kumbuka tulisema wakati ujao unatumia ta. Sawa sawa. Haya basi, hii ni nafsi ya tatu. Tuliposoma nafsi ya pili na nafsi ya kwanza, tulisema nafsi ya kwanza tunasema mimi umoja, tukiwa wengi sisi. Nafsi ya pili wewe umoja, wakiwa wengi nyinyi. Nafsi ya tatu yeye. Haya basi, kwa hivyo hapa tutakuwa na umoja na kukanusha, ama tutakuwa na sentensi na kukanusha. Nimesahau hii kalamu yangu haiandiki. Wacha tutumie tu hii nyeusi hapa. Tutasema hapa tutakuwa na sentensi na kisha hapa tutakuwa na kukanusha sentensi yetu na jinsi ambavyo tutaikanusha. Haya hapo, natumai sentensi yetu itatoshea hapa. Haya, sentensi yetu ya kwanza, kumbuka tumesema tunatumia yeye. Mniwie radhi kwa sababu ya jogoo. Jogoo wanawika, wanaamsha watu. Yeye wakati ujao ni ta. Yeye atalala. Tunapokanusha tutasema yeye, kumbuka tulisema kukanusha ni kukataa. Kwa hivyo tutasema yeye hatalala. Yeye hatalala. Unaona, yeye yeye ha. Neno lingine lote linabaki vile vile. Nafikiria hii ndiyo nafsi ya rahisi kabisa kukanusha. Haya, kitenzi ni soma. Nafsi ya tatu tutasema yeye atasoma. Yeye atasoma. Aha, sema nami. Yeye hatasoma. Kwa hivyo hapa kwenye nafsi ya tatu, kile ambacho tu tunafanya ni kubadilisha hiyo a, inabaki inakuwa ha. Natumai unaona. Haya basi, leo tutafanya tu mifano mitatu ili nikupe zoezi. Sawa sawa. Kwa hivyo sentensi yetu ya tatu, kitenzi ni lala. Lala tushaandika. Kitenzi ni andika. Yeye ataandika. Tukikataa tunasema yeye hataandika. Aha, unaona vile ni rahisi kukanusha. Haya basi, sasa nataka uniandikie jibu la sentensi hii. Yeye atacheza. Haya, naomba unisaidie kukanusha hiyo sentensi na uniandikie jibu hapo chini. Alafu tutaangalia somo lifuatalo ni nani ambaye alikuwa mshindi na nitamtangaza hapa. Asanteni sana kwa kujiunga na Bi Mercy. Kwa heri ya kuonana.